Atajuaje kwamba hiyo ndoto imetoka kwa Mungu? Ndoto Biblia imetaja ina vyanzo kadhaa. Moja ni shughuli. Hizi za kila siku. Kwa sababu unapofanya ile kazi akili iko pale. Na chochote kinachopita kwenye neurons za kwenye brain hakipiti bure, huwa inabakiza kumbukumbu. Na unapokuwa umelala kuna kati inarudisha. Inaweza irudishe kama vile kwa muda ama isiwe picha kamili. Sawa, ndivyo ilivyo vile. Kwa hiyo shughuli. Kwa hiyo shughuli gani? Anaona nini? Anasoma nini? Ni shughuli hizo. Anafanya nini? Kwa hiyo kama anasoma kitabu chenye ujumbe huu, asishangae aina ya vitu hivyo vikarudi. Lakini pia asishangae kama anasoma kitu ama anatazama televisheni yenye mambo ya namna hiyo, haipiti bure. Ubongo unatunza. Kwa hiyo kuna wakati vinarudi. Kwa hiyo shughuli. Lakini pia kuna ndoto ambazo zinakuja kwa sababu ni Mungu ameleta. Sasa hii anayozungumzia Mungu ameleta huwa kuna sababu. Watu wengi leo wanataka kukomaa na ndoto. Umeoteshwa. Lakini Biblia inaeleza njia sahihi ya kupima kila kitu. Iwe ni ndoto, iwe ni chochote. Ni Biblia. Ndio ameeleza Yohana kabisa wa Patmo kwenye ile waraka wa Yohana, zijaribuni hizo roho kwamba zatokana na Mungu. Kwa maana nyingine ya kwamba ukisema hii ni ndoto, usiseme nimeoteshwa Bwana. Au umeoteshwa na nani? Ili ujue ni nani. Sasa rudi kwenye maandiko, ina ujumbe upi? Maana yake maandiko ndiyo yenye mamlaka kuliko ndoto. Moja, mbili, maandiko ndiyo yanayosema huyo aliyekuwa ananena naye ni Roho Mtakatifu ama roho nyingine. Ni maandiko. Na ndio maana tukiacha maandiko, basi nimeoteshwa. Sasa unambishaje mtu na ameota? Kuna wenzetu waliwahi kuota kule Kagera kule. Ilibidi serikali iingilie kati. Kwa hivyo hizo ni ndoto pia. Na anayesingiziwa ni Roho Mtakatifu. Na Biblia inasema sijaribuni hizo nini? Hizo roho. Kwa hiyo utajuaje hii ndoto imetoka kwa Bwana? Watakaswe kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kwa hiyo ikiwa unataka kujua hii ndoto ni ya kweli, rudi kwenye maandiko. Na hakuna mwingine atakaye kuambia ni ya kweli ama sio ya kweli. Rudi kwenye maandiko. Ndio hivyo vitu. Na sehemu nyingine ni hizo sehemu mbili. Shughuli zetu, mambo tunayoyajaza ndio yanarudi baadaye. Alafu nyingine ni upande wa Bwana. Kwa hiyo Biblia imebaki kuwa kanuni, ndio timazi, standard ya kukagua kila kitu kwamba kimetokana na Mungu ama hapana.